Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ba'd. Ndugu watazamaji wa chaneli yetu hii bora, chaneli yetu hii ya Kodema TV, chaneli ambayo kwamba inalenga lengo hasa kuelimishana mambo yetu ya dini ya Uislamu. Ndio hasa au ndio kusudio la chaneli yetu hii, kukumbushana baadhi ya mambo ambayo yanafungamana dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ndugu watazamaji wa chaneli yetu hii bora ambao mnanitazama muda huu, mada ambayo kwamba naizungumzia hapa leo, uwezo wa Allah tabaraka wa taala, nitazungumzia kuwalea watoto katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Lakini kuwalea watoto katika mazingira mazuri, na mazingira mazuri ndugu Islam tufahamu ni kule kuwaongoza watoto wetu katika misingi ya dini ya Kiislamu. Ukimlea kijana wako, ukimlea binti yako wa kike, lakini ukimlea kijana wako wa kiume katika haya malezi ya Uislamu, wallahi ndugu Muislam, ndugu mtazamaji, ukweli ulivyo, kijana wako atakuwa na atakuwa mfano mzuri katika jamii ya leo. Lakini ikiwa kijana wako, binti yako utamlea katika mfumo wa mazingira ambao kwamba yapo katika yale mfumo wa mazingira ya Uislamu, wallahi yatatokea mengi mno. Ukiangalia kwenye jamii yetu ya leo, katika mujtamaa wa leo, vijana wengi, mabinti wengi, ukiangalia amekuwa na uvutaji wa bangi, na hawa mabinti wanatembea uchi barabarani kwa sababu wazazi wao wameona kwamba haya malezi ya Uislamu haya sio malezi ya sawa. Na ndio maana unakuta kijana wa Kiislamu amevaa hereni, amesuka, lakini kwa sababu yake hakumlea katika mazingira yaliyokuwa Muislamu. Baba anakuwa anakunywa pombe, mtoto anakunywa pombe, baba anavuta sigara, kijana anavuta sigara. Kuna kuta kijana, mzazi huwa alishindwa kumlea kijana katika mazingira yale mazingira ya Uislamu. Na ndio maana unakuta katika jamii kumekuwa na walevi wengi mno. Lakini ukiangalia asili yao hawa, wengi wao, sio wote, lakini baadhi yao unakuta kwamba ni wale ambao kwamba wazazi wao hawajawalea katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na ndio maana unakuta leo katika jamii ya leo unakuta kijana mdogo tu lakini anavuta sigara, mama naye pia unakuta kwamba havai stara, kwa sababu hawakuelewa katika mazingira yaliyokuwa ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo fanya ufanyavyo, muombe Allah tabaraka wa taala akujalie watoto wako wawe katika miongoni mwa watoto wema, na uwalee katika mazingira bora, mazingira ya Uislamu. Haya ndio mazingira muhimu sana, ambao kwamba aliokuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam. Wewe angalia katika mfano tu nikupigie mfano. Mtume alayhi salatu wasalam kaenda katika mji wa Madina. Leo katika mji wa Madina kulikuwa kuna watu wanagombana kati ya makabila. Kabila la Mudhar, sio hai kabila gani na kabila gani. Wanagombana tu. Lakini Mtume jambo la kwanza akafika kwa Madina akawalea katika misingi ya Uislamu. Ndio maana ule mji wa Madina ukawa ni mji ambao ni mtulivu, na ukawa watu wake wanakaa katika mazingira yaliyokuwa mazuri, na wakawa ile ugomvi na vitu vingine vyote vikawa vimeisha, kwa sababu wale Mtume alayhi wasallam aliwaunganisha katika mazingira ya Uislamu. Mbega fikia hatua mmoja wapo akimwona kama akimwona ndugu yake kama yeye. Kwa ndio ikawa Mtume akawaambia almuslim, akawaelezea kwa Muislamu ndugu yake Muislamu, na mazingira mengi tu Mtume aliwalea katika ile hali ya Uislamu. Na ndio maana katika mji wa Madina ikawa ni mji ambao kama ni mtulivu, na ni mji ambao kwa Mtume alieneza dawa yake kwa ukubwa zaidi, kwa sababu Mtume jambo la kwanza aliwafundisha malezi ya Uislamu. Lakini leo kijana wako ananyoa hovyo, anatembea uchi, unaona jambo la kawaida. Lakini wallahi fahamu, mbele Allah tabaraka wa taala Allah atakuuliza kwa kijana wako huyo, kwani Allah amesema thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Kila neema ambayo Allah amekujalia Allah atakuuliza. Allah amekujalia neema ya mtoto huyo, fahamu Allah atakuuliza na mtoto huyo, je, umemlea katika mazingira gani? Mazingira ya dini au mazingira ya nini? Haya ndio muhimu sana ndugu Muislamu, yafikirie na utafakari kwamba Allah tabaraka wa taala kanijalia neema kubwa, na neema hii inapaswa nienzi na kuilea katika mazingira yale ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala anayapenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa'i.